Karibu sana kipenzi changu. Hii ni Mapishi Food Life na leo tunaenda kujifunza njia sahihi ya kupika wali wa biriani. Hili pishi ni tamu sana, tazama mpaka mwisho ili uweze kuelimika, na kama bado haujasubscribe tafadhali fanya hivyo. Mchele wa biriani huu tunaenda kutumia mchele wa kawaida kabisa. Na mchele wa kawaida ni mtamu sana, lakini wengi wetu mmekariri kwamba mchele wa biriani lazima uwe mchele wa basmati na sio mchele wa kawaida. I'm telling you, basmati ni kwa muonekano tu, lakini mchele wa kawaida, hasa michele yetu ya Afrika hasa inayotokea Tanzania, ni mitamu zaidi kuliko hata mchele wa basmati. Na kwa kuanza pishi letu, kama jinsi unavyoona, nitaenda kuweka kikombe 1.5. Hicho kikombe ulichopimia ndio hicho utakachopimia mchele. Nitaenda kuweka mdarasini, hiyo hiriki pamoja na chumvi, na nitafunika. Unaweza kaongeza kiungo kingine ambacho unapenda wewe mwenyewe, lakini hayo ni hivyo, ni vilembokeze tu, yani ni hizo ni mbwembwe tu, lakini pia zinaleta harufu nzuri kwenye wali. Baada hapo nitaenda kuchuja hayo makapi, kwa sababu mimi sitaki mtu anakula makapi afu anabakia mdomoni. Kama jinsi unavyoona, nitaenda kuweka mafuta. Haya mafuta ni mafuta ambao unakuta labda umekaangia nyama au umekaangia maybe ile biriani, vitunguu vya biriani, lakini sio lazima utumie hayo, unaweza kutumia hata mafuta fresh tu. Baada hapo nitaenda kuweka mchele kikombe 1. Kumbuka maji tulipima kikombe 1.5, lakini unaweza kupima pia kikombe 1 endapo ukiona mchele wako ni laini sana. Kwa baada hapo nitaenda kufunika, nitapika tu kwa moto kidogo mpaka pale maji yatakapokuwa yamekauka kama jinsi unavyoona. Na baada hapo, kama jinsi unavyoona, nitaenda kugeuza na kuhakikisha kwamba mchele umeiva, au maybe unakaribia kuiva kwa mbali, lakini huu umeiva, maji yamekauka. Baada hapo nitaenda kuchukua food color kama jinsi unavyoona, kiasi tu. Unaweza kutumia rangi yoyote unayopenda, ila mimi nilipendelea hii rangi kwa sababu nilihisi italeta muonekano mzuri zaidi kwenye mchele. Baada hapo nitaenda kukoroga kama jinsi unavyoona, unaweka vimaji kidogo afu unakoroga. Baada hapo unanyunyizia juu kama jinsi unavyoona. Unaweza kunyunyizia tu wewe mwenyewe jinsi unavyopenda, lakini tu unanyunyizia, usiweke unaweza kuweka sehemu moja, pia unaweza kusambaza, ni wewe mwenyewe tu. Baada hapo usigeuze, funika. Pika kwa moto kidogo, acha hayo maji ulioweka hapo yakauke kabisa, yakamatie kwenye mchele ambao umeweka. Na baada hapo unageuza kama jinsi unavyoona. Ukishageuza unakuta mchele mwingine umekamatia, mwingine hujakamatia, na hizo ndo mbwembwe tunazozitaka kwenye wali wa biriani kama jinsi unavyoona. Mbwembwe hapo kuna mchele kuna wali ambao umekamatia sana rangi hiyo, na kuna wali ambao umekamatia kwa mbali, na kuna mwingine mweupe haujashika kabisa. Hivyo ndio inavyotakiwa kuwa mchele wa biriani kama jinsi unavyoona. So mchele unakuwa rangi moja yote, rangi lote, kwa sababu unakuta umegeuza na haujakauka. Yaani ukiweka yale maji unatakiwa yaache yakauke. Ningependa kujua unatazama video hii kutoka wapi, mahali gani, popote pale duniani. Tuandikie hapo chini jina lako na mahali unakotokea. Upendo wetu wa leo tunaenda kusambaza kwa Mama Jemima kutoka Dar es Salaam. Asante sana Mama Jemima. Na huyu mwingine ni Rohani kutoka Rwanda. Asante sana Rohani, bila kumsahau Tunguja Ali kutoka Kenya. Asante sana kwa Tunguja Ali. Hili pishi ni tamu sana, na kama unataka kujifunza full episode ya namna ya kupika biriani ya nyama ya kuku kama jinsi unavyoona, sikio nilisave na nyama ya kuku, fuatilia. Na kama pia unataka kujifunza rojo la biriani, tayari video ziko tayari, ni wewe tu kubonyeza na kuendelea kuangalia. Kwa usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii. Namna ya kusubscribe katika video hii, unaitazama mkono wako wa kulia kwa chini, kuna neno limeandikwa subscribe. Tafadhali bonyeza hilo neno, pia bonyeza kengele ya notification ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. Kama jinsi unavyoona, upendo wetu mwingine wa leo unaenda kwa Madam Vero kutoka Chamanzi, Dar es Salaam. Asante sana Madam Vero kwa kupenda mapishi yetu, na pia asante sana kwa kutufuatilia. Basi nikupe siri moja ya pishi hili la wali wa biriani. Guys, watu wengi tumekalili kwamba wali wa biriani lazima uwe basmati. Guys, sio lazima uwe basmati. Unaweza ukatumia mchele wa kawaida tu na mchele wako ukawa mtamu. Tena nikwambie kitu, basmati sio tamu, bali mchele wa kawaida ambao unatokea Afrika ni mtamu zaidi kuliko hata basmati. Basmati ni muonekano tu. Huu wali sio lazima ule na rojo la biriani.
na japo ni special kwa ajili ya kuliwa na biriani, lakini sio lazima. Unaweza kula na maharage, mboga za majani, chochote kile, hata dagaa, nyama, vyovyote vile wewe unavyopenda. Lakini hii ni kwa sababu tu unaweza kubadilisha siku hiyo pishi la nyumbani kwako ukawaletea pishi jingine tofauti kidogo. Na unaweza usiweke virombokezo vyovyote vile, unaweza ukaweka hata food color na mafuta tu na chumvi na mchele wako ukaweka kwa namna hiyo, na utakuwa unavutia watu wengi sana. Ukiamua kuweka nazi kidogo kwa mbali, sio sana, ni wewe mwenyewe tu, lakini huu mchele unavutia sana hasa kwa watoto. Nakumbuka kipindi nikiwa mtoto tulikuwa tunapikiwa wali wa namna hii, nilikuwa napenda sana, tofauti na wali mweupe. Pia hata unafanya biashara unaweza ukatumia wali wa namna hii kwa ajili ya kuvutia wateja pia. Asante sana kwa kutazama video hii. Kwa heri, tukutane katika pishi jingine lijalo.